Dennis mwanangu. Naam mama. Nimekuita hapa. Kwani una matatizo gani baba? Hapana, mimi sina tatizo mama. Sio kweli unaniongopea baba. Kwa sababu mimi nakujua. Ni mtoto wangu mwenyewe. Nakujua vizuri sana. Unaelewa? Nimeshakuona na matatizo. Yaani hata sura yako tu inaonekana una matatizo mwanangu. Kwani unanificha mimi mama yako? Kwani unanificha baba? Unataka ukamwambie nani uko nje? Hapana mama, mimi sina tatizo mama. Laiti ningekuwa na tatizo, wewe ndio mzazi wangu uliobaki wa pekee. Nisipokuambia nikamwambie nani? Unanisikitisha sana mwanangu. Sana. Na unaniumiza ndani ya moyo wangu. Sipendi kukuona unavyofanya hivyo na unavyokaa hivyo sipendi. Sawa mama, lakini mimi nakuomba niamini. Mimi niko sawa mwanao. Tena niko vizuri kabisa. Sawa mama. Sasa nitafanyaje? Sawa? Hapana mama. Jitahidi kuwapi kuenjoy. Sawa mama. Sawa. Mimi mwanao niko sawa, tena niko vizuri kabisa. Sawa. Ya, kwa ngoja nimwambie bana huyu afanye hivyo sababu umekaa hapa. Nimwambie basi. Nasubiri. Huyu ana tatizo ila ananificha. Talifanyia kazi. Unastahili pongezi kwa kazi ulifanya. Unafanya kazi nzuri. Alafu na sikutegemea kama utafanya kazi nzuri kiasi hiki. Kweli kizuri kinaundwa. Si nilichelewa wapi? Asante. Au sio? Wapi? Sipata utanicheki hapa. Au sio? Sawa. Basi ina noma. Utanicheki basi.
Waongezi wenzangu, mimi nimewaita hapa. Kuna jambo ambalo nimelisikia kwa fununu tu kwa watu. Unaona? Kama nikawaita nije tuyaongee, tuyajenge yaishe. Kuna siku mimi nimekaa hapa nacheza na mjukuu wangu. Kuna kijana akaja. Unaona? Akawa anamuuliza mkamwana wangu pamoja na mjukuu. Yaani ule kijana hakutaka kuongea mengi. Akaondoka. Anaondoka mara mke wangu naye anaingia. Nilipomuuliza hakunijibu. Sasa kuna mambo nimeyasikia mtaani. Kwa maana nikawaita tuje tuyaongee tuyasikie. Labda wana jambo huyu na mwanangu. Watuambie hapa wana jambo gani? Tausi mwanangu. Umesikia chozungumzo Almako? Si unaulizwa wewe? Tuambie. Mama. Huyu kijana ndo mtoto. Unasema? Nimefanya yote kwa ajili ya kuficha aibu ya mume wangu. Aibu gani? Kubwa. Mume wangu ana uwezo wa kunipa mimba. Na ndo alonishauri nifanye hivyo. Achiki mwanangu. Haya anaongea mkao kwenye ukweli. Kweli. Dennis. Kwa unakuwa hivyo wewe? Kwa unakuwa msiri? Siku nimekukalisha chini na kuuliza una tatizo gani? Umenificha. Kweli? Nisamehe mama. Basi usiniambie hilo tatizo kubwa, usiniambie hata mimi basi. Ungeenda hata kumwambia babu yako? Umeshindwa kwenda kumwambia? Dennis mwanangu umenifezeesha tena sana. Kaiweka sura yangu wapi? Kweli? Nilikuwa nimefurahi nimepata mjukuu. Kumbe na mjukuu wangu sio damu yangu. Kweli? Aliyosema mke wako ni sawa? Ndio ni sawa baba. Kwa hiyo siku zote hizi unakuja kumwoa mwanangu, kumbe wewe unajijua mgonjwa. Shida yako ilikuwa kututia aibu, si ndio? Shida yako ilikuwa tupate fedhea, si ndo manake? Sasa hii aibu gani? Si fedhea. Mkwe. Wewe unajua matatizo. Ulishinda ukata na mimi baba yako. Ukaniambia kwamba kuna hivi kuna. Najua ni aibu, lakini vitu vingine tunaambizana. Umeshaibika hivi. Umeaibika. Kijana. Naomba nikuulize. Sawa. Aliyosema mwanangu ni sahihi? Ni kweli mzee wangu. Alichokisema huyu ni sahihi. Huyo mtoto ni damu yangu. Ila naomba mnisamehe sana wazee wangu, kwa sababu sikujua kuwa ni mke wa mtu. Sasa nizungumze kitu kimoja. Mke wangu. Mzazi mwenzangu. Hiki kikao kwetu sisi tumeshatia dosari. Kina utata ndani yake. Sijui umenielewa? Nasema hivi. Huyu mtoto mjukuu na kuachieni na mwanangu pia na muacha hapa. Mimi naondoka na mke wangu. Tunarudi kijijini. Mtajua mtaimaliza vipi. Kausi mwanangu. Nabeba. Unabaki hapa nyumbani. Kitakachoendelea tutahabarishana. Mke wangu tuondoke. Sawa. Kausi mwanangu. Kwa kweli mmetutia aibu sana.
Lakini mwanangu, mimi nikuombe radhi kwa lawama zote nilizokuwa nikikutupia. Sikujua kama wewe hauna matatizo. Nikifikiri labda ukifanya kusudi kwa sababu ya ujana. Mwanangu, naomba unisamehe mama, sawa? Nisamehe mwanangu. Aibu kabisa.